polisi ya kusimamia mama mjane. Maelezo yanayotendeka kwa sasa katika ngazi tofauti, iwe ni kimataifa ama kitaifa, mijini hata vijijini. Tunaangalia venye tutapunguza ile deposit kutoka 10% kwenda 5%. Vijana lazima watrainiwe na meli ndio waelewe mambo mengi sana, ndipo wanaweza kupata zile kazi za ubaharia. Zipate papa hapa habari kwa utendeti moja kwa moja kila baada ya saa. Hii ni mionzi ya Coco FM kutoka County. Ni Ijumaa ya tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2025 na ni matumaini yangu kwamba mchana wako na kupeleka vyema. Karibu kwa mionzi ya Coco FM awamu ya saa 7. Mimi ni Janet Mumbi. Na nikianza taarifa ni kwamba afisa katika shirika la kutetea haki za kibinadamu Haki Yetu Munira Abubakar amesema amefanya kikao cha kuhamasisha walimu katika eneo la Kinango, kaunti ya Kwale kuhusu sheria za watoto na namna ya kuripoti kesi za dhulma dhidi ya watoto. Abubakar amesema kwa watoto huwa karibu na walimu mara kwa mara, japo kwa wengi wao hawajafahamu namna ya kuripoti visa hivyo. Aidha, Abubakar amesema kupitia kikao hicho wanaamini watoto watalindwa ipasavyo dhidi ya kudhulumiwa. Tulikuwa na kongamano ya walimu kutoka kwa mradi wa Beacon Teachers ambayo tulikuwa tunawahamasisha kuhusiana na mambo ya child protection katika eneo la Kinango. Sababu hao walimu wamekuwa watu muhimu sana katika hali ya kutetea mtoto katika mashule zetu, na hao ndio niseme kama wazazi wa kwanza ambao wanaishi na watoto kwa hizo siku zote. So tumejaribu kujadiliana jinsi ya kuweza kumlinda mtoto wa watoto wetu katika mashule na zile vitu ambazo tungependa walimu waweze kutusaidia sawa kwa wakati wa kufuatilia kesi za watoto wale ambao wanapitia dhulma za Wakati huo Abubakar amesema dhulma dhidi ya watoto zimeongezeka eneo hilo. Kuna umuhimu sana walimu kupewa nafasi pia waweze kuwa katika hiyo mambo ya case management. Ni dhulma nyingi mara nyingi kufanyika nyumbani, lakini mtu wa kwanza ambaye mtoto atawasiliana naye ni mwalimu. So walimu lazima wajue ni jinsi gani wanaweza kukabiliana na dhulma za kijinsia iwapo watafikiwa na watoto kama hao shule. Kwingineko ni kwamba naibu kamishna wa eneo la Voi kwenye kaunti ya Taita Taveta Mugo Gishiri amesema ukosefu wa ushirikiano baina ya mamlaka ya kukabiliana na dawa za kulevya na vileo haramu nchini NACADA, maafisa wa serikali wakiwemo polisi na machifu, manaibu wao sawa na wazee wa mtaa na wale wa nyumba 10 ni sababu kuu ya kuongezeka kwa mihadarati na vileo kwenye kaunti hiyo. Gishiri amesema iwapo hakutakuwa na ushirikiano, huenda vijana wengi wakaendelea kuwa waraibu wa dawa za kulevya, hali ambayo imechangia kwa wengi wao kuathirika kiafya na hata kujiingiza katika visa vya uhalifu. Aidha, Gishiri amesema ni lazima kuwe na uwajibikaji ili kukabiliana na walanguzi wa mihadarati na pia kuyanusuru maisha ya vijana. Kitu nitasema kwamba mtu mwenye ambaye hajajihusisha na mambo ya ukulima, myself, the Ngao team, the Sub-County Liquor Licensing Board, NACADA and the police, my friend, we have to sit down and say enough is enough. We must work as a team and deliver to the people of Voi. Otherwise, what legacy as a Sub-County Police Commander OCPD, as an OCS, as an SCC, as a chief, what legacy will you leave in Berikani chief? Utawacha nini? Utaenda retire ukikuja hapa na kuhakikishia kwamba utapigwa na utapigwa vizuri. Vile Gishiri amewalaumu machifu sawa na wazee wa mitaa, akisema wamezembea katika utendakazi wao licha ya kufahamu walanguzi wa mihadarati na vileo haramu. Call me at any time. Call NACADA, call the police, call the SCC. Let us clear this menace from this point. Ukinita tasanano usiku nitaamuka. Chief, I want to tell you for free. I'm the DC, fine, agreed. I'm your boss, agreed. But you have the greatest responsibility. Kama nakuitisha pesa, niambie bwana DC, hiyo ni yako. Kwa sababu mimi sitajua hiyo mashimo yote ya bangi na nini bila wewe na mzee wa mtaa. Kama SCC anakutuma kumchukulia pesa ama OCS ama nani, please stop it. Baadhi ya wakulima wa mahindi na viazi eneo bunge la Rabai kaunti ya Kilifi wametoa wito kwa wakazi wa kaunti ya Kilifi kujihusisha na kilimo ili kuwe na chakula cha kutosha hasa wakati wa kiangazi. Wakizungumza na Coco FM wamesema licha ya kuwa kwa sasa wanakadiria hasara kutokana na mimea yao kuharibiwa na wadudu kutokana na ukosefu wa fedha za kununua pembejeo za kilimo, wangali wanakumbatia kilimo ili kukabiliana na baa la njaa ambalo limekuwa likiwakabili wakazi wengi wa kaunti ya Kilifi. Wakulima hao sasa wamependekeza wataalamu wa masuala ya kilimo kuzuru maeneo ya mashinani kuelimisha wakulima namna ya kutumia njia za kisasa za kilimo
ili kuvuna mazao mengi na bora. Kitu nitasema kwamba mtu mwenye ambaye hajajihusisha na mambo ya ukulima uko na faida kadha wa kadha. Kwa mfano tuseme ukipanda hata kama ni mboga zako ama yani vitu kama matunda, vitakusaidia wewe mwenyewe na familia yako. Ni vitu vya kutusaidia kujenga miili yetu, na pia wakati mwingine unaweza kupata kiasi cha kuuza angalau ukapata kujinufaisha na mambo mengine. Baadhi ya wakazi katika vijiji vya Wayani, Karanja, Golini na Jezabi, eneo bunge la Matuga, kaunti ya Kwale, wamelalamikia visa vya wizi wanavyodai kutatiza amani kwenye vijiji hivyo. Kulingana na Mary Achieng kutoka kijiji cha Jezabi, ambaye ni mmoja wa athiriwa wa visa hivyo, amekiri kupoteza vyombo vya nyumbani kama mapipa ya kuhifadhia maji. Achieng amewataka maafisa wa usalama kaunti ya Kwale kutoa vibali kwa wafanyabiashara wa kuuza vyuma vikuukuu, akisema hatua hiyo itasaidia kuwatambua wezi. Sasa nilikuwa naomba, kwa sababu wewe ni wa hii area, wale ambao wanaokota kwa mfano scrap, wale ambao si wezi, wakuwe na kibali ya kuonyesha kuwa wanafaa waokote scrap. Unaona? Kwa hivyo mimi nikikukuta pale, hutaniambia wewe ni wa kuokota scrap kama una kitu inajitambulisha kama mtu wa kuokota scrap. Nitakuchukulia kama mwizi. Mimi mwenye nishawaiona, ameniponyoka hivi kwa mkono, alikuwa amenibia mando za kuoga. Na wale ambao wanaiba, wana gunia safi, tena na hao wachafata. Wana gunia safi imeshona gunia kubwa, inaingia mpaka pipa ndani. Kwa upande wake, chifu eneo la Golini Chango Mambwana amekiri kupokea malalamishi ya kesi za wizi na kuwalaumu wazazi kwa kila alichokitaja kwa ficho halifu, licha ya kuwa wanawajua wanaotekeleza visa hivyo. Wale waizi katika hii community yetu ni watu kweli. Zaidi wazazi nyinyi mnawajua wale watoto ambao ni waizi. Hakuna mtu ambaye anatoka kombani akaja akakata mita ya nyumba ya mtu ya maji. Ni watoto wetu humu. Kwa hivyo juzi tuliongea hayo masuala na OCS. Na tukazungumza kwamba hata nyinyi wazazi mna majukumu yenu ya kuchunga ule uizi wa mtoto wako ama mtoto wa jirani ambaye anafanya yale maneno. Na kikubwa ni kwamba nyinyi ambao mnaibiwa zile vitu hamna evidence. Na wale ambao wameona hawataki kwa witness kule polisi kwamba mtu fulani limeona katika ile miti, hataki kwa witness. Sasa tukiwasharia vipi ile? Haya yamejiri katika kikao cha kujadili masuala ya amani kilichoandaliwa na shirika la kijamii la Youth Voice Matters. Na kabla ya kukujuza yanayojiri kimataifa, ni kwamba wadau wa kupambana na mihadarati kanda ya Pwani wametoa changamoto kwa serikali ya kitaifa kuweka mikakati mwafaka ya kukomesha janga la uraibu wa dawa za kulevya kote nchini. Wakiongozwa na Famau Mohamed Famau, wadau hao wanasema licha ya swala la mihadarati kuangaziwa kila mara, idadi ya vijana ambao ni waraibu inazidi kuongezeka kwa kasi katika eneo la Pwani. Famau ameeleza kusikitishwa na jinsi mihadarati inavyoendelea kuathiri vijana na hata wengine kupoteza maisha yao, na kuitaka serikali, mashirika na jamii kushirikiana ili kuokoa maisha ya vijana ambao ni waraibu wa dawa za kulevya. Kwa hakika swala la madawa ya kulevya ni swala ambalo limezungumzwa sana na linaendelea kuzungumzwa kila siku, na hatujaona ufumbuzi mpaka wa leo, bali vijana wanaendelea kuingia katika utumizi wa madawa ya kulevya na vijana wanamalizika, sababu vijana wengi wamekufa katika utumizi wa madawa kama haya, na bado namba inaongezeka kila siku. Hatujaona dalili kwamba madawa kama haya au utumizi wa madawa kama haya yanapungua, bali yanazidi na vijana wanajiingiza katika utumizi wa madawa kama haya. Aidha, Famau wameitaka serikali kuweka mikakati madhubuti ya kukabiliana na walanguzi wa mihadarati nchini na pia kubuni mbinu endelevu za kuwanasua vijana walioathirika na utumizi wa dawa za kulevya katika jamii. Tungeiomba serikali iwajibike kikamilifu na kukabiliana na walanguzi wa madawa ya kulevya, na vile vile wale ambao wameingia katika utumizi wa madawa ya kulevya wafanyiwe mpango gani wa kurekebisha tabia zao, ikiwezekana serikali ijenge rehabu na kuweza kuwasaidia vijana kama hawa, kwa sababu vijana wameathirika na ni vijana wetu, ni vijana ambao ni tegemeo letu la kesho. Leo ukiangalia vijana kama hawa wameingia katika utumizi wa madawa ya kulevya, tunaanza chapter mpya ya kuweza kukabiliana na wale walanguzi wakuu wanaoendesha biashara hii katika nchi yetu ya Kenya na ulimwengu mzima kwa jumla. Hii ni Coco FM 98.9, ladha ya Pwani. Kumbuka pia unaweza ukatupata mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii. Habari za kimataifa ni baada ya kitambulisho, usiende mbali. Hii ni Mionzi Coco.
ni mionzi ya Coco FM. Wasomaji wenye tajriba katika tasnia ya habari wakikuletea taarifa kwa wakati pindi yanapotendeka, tena kwa ufasaha, bila kuficha, bila vizuizi wala kukawia. Hii ni mionzi ya Coco FM. Karibu tena. Na katika rubaa za kimataifa ni kwamba wapatanishi wa Kongo wametupilia mbali ombi la kuwataka wanajeshi wa Rwanda kuondoka mara moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivyo kufungua njia ya kufikiwa kwa makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani kusainiwa kati ya nchi hizo mbili. Na ni taarifa kutoka kwa vyanzo vine ambavyo viliweza kuambia Reuters. Rwanda imetuma takribani wanajeshi 7,000 katika mpaka huo, kwa mujibu wa wachambuzi na wanadiplomasia, huku kukiwa na madai kuwa wanaunga mkono waasi wa M23 ambao waliteka miji miwili mikubwa mashariki mwa Kongo na maeneo mengine muhimu mapema mwaka huu. Hata hivyo, Rwanda imekuwa ikikanusha kuwapa silaha wanajeshi wa M23 na inasema kuwa inajilinda. Maafisa wa Kongo na Rwanda wanatarajiwa kutia saini mkataba wa amani mjini Washington kufuatia msukumo wa kidiplomasia wa utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump kumaliza mzozo wa miaka mingi uliotokana na mauaji ya halaiki ya Rwanda mwaka 1994. Vyanzo vitatu viliambia Reuters kwamba makubaliano hayo mapya yanalenga uondoaji wa wanajeshi wa Rwanda kutoka mashariki mwa Kongo kwa muda wa miezi kadhaa, huku wawili kati yao wakisema kujiondoa kwao kunatokana na operesheni dhidi ya FDLR. Ni saa 7 na dakika 13 zimekatika, na kufikia hapo sina la ziada kutoka kwangu ila kutamatisha mionzi ya Coco FM awamu ya saa 7. Tupatane tena pale mwendo wa saa 8 mchana ambapo nitakuwa narejea na muktasari wa mionzi. Mimi ni Janet Mumbi. Muktasari wa mionzi ya Coco kutoka kaunti ya Kilifi. Zipate papa hapa habari